Wapendwa katika Kristo, leo nataka tuzungumze kuhusu nguvu ya kusamehe. Watu wengi wanaomba, wanafunga, wanalia mbele za Mungu, lakini bado maombi yao hayajibiwi. Sababu moja kubwa ni kukosa kusamehe. Yesu hakusema kusamehe ni hiari, alifundisha kuwa ni sheria ya mbinguni. Mathayo 6:14 na ule wa 15, kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Leo Mungu sasa anataka kutuponya kupitia msamaha. Katika sehemu ya kwanza tutazungumza msamaha ni amri ya Yesu. Msamaha sio hisia, ni uamuzi. Yesu alipoulizwa, Petro, ni msamehe mara ngapi? Yesu akasema, Mathayo 18:22, si hata mara 7, bali hata mara 70. 7 mara 70. Hii ina maana gani kwenye maisha? Ina maana msamaha hauna kikomo. Hakuna mtu wa mwisho wa kumsamehe. Ukisema siwezi kumsamehe, kwa kweli unasema sitaki kuwa huru. Katika sehemu ya pili, tunazungumza pia kuhusiana na kukosa kusamehe kunatufundisha sisi, kunatufunga sisi. Wengi wanafikiri wakikosa kusamehe wanamwadhibu aliyewaumiza, lakini ukweli ni huu, unajifunga mwenyewe. Ukisoma Waefeso 4 ule mstari wa 31, anaposema uchungu wote, hasira, ghadhabu na matukano yaondolewe kwenu. Hiki tunachokisema chuki hufunga baraka, huua amani yako wewe mwenyewe, inakuzuia katika maombi, inaharibu afya ya moyo wako. Msamaha hatusemi kwamba unahalalisha kosa, hapana, ila unakufanya wewe kuwa nini? Kuwa huru. Katika sehemu ya tatu, Mungu ni mfano wa msamaha. Hakuna aliyemkosea Mungu kama wanadamu, lakini bado Mungu alisamehe. Zaburi ya 103 ule mstari wa 12, kama mashariki ilivyo mbali na magharibi, ndivyo alivyotutenga nasi na makosa yetu. Yesu msalabani pia alisema hivi, Luka 23 ule mstari wa 34, Baba, wasamehe kwa maana hawajui watendalo. Kama Yesu alisamehe akiwa anaumizwa juu pale msalabani, wewe pia katika hayo maumivu yako ambayo umeumizwa na watu, unaweza pia kusamehe kwa neema yake. Neema ya Mungu inapokushukia, ndipo ambapo ile hali ya kusamehe inakujia. Ile huruma ya Mungu ikikujia kwenye maisha yako, basi unatoa uhuru kwa moyo wako na kusema nimesamehe ili niwe huru. Sehemu ya 4, msamaha unaamsha baraka au unaleta baraka. Msamaha unafungua mbingu. Inawezekana kulikuwa kuna ukinzani uliopo kati yako wewe na Mungu baada tu ya kuto kumfanyia mtu msamaha. Ni kweli tunaumizwa, ni kweli tunanyanyaswa, ni kweli tunafanywa matukano. Lakini kama Yesu aliweza kusamehe, basi kibinadamu hata sisi na yeye kama aliishi katika ubinadamu, tuna uwezo pia wa kusamehe. Wakolosai 3 mstari ule wa 13, kama Kristo alivyowasamehe ninyi, nanyi vivyo hivyo. Basi kumbe kusamehe ni kuachilia. Achilia yale ambayo mtu alikuwa nayo kwenye maisha yako, alikuwa nayo kwenye moyo wake, ulikuwa nayo kwenye moyo wako. Unapoachilia hayo, basi jua kabisa maombi yako yanapata nguvu. Maombi yako yanasikiliwa na Mungu, yanasikilizwa kwa ukaribu na Mungu.
ule msamaha ambao umempatia mtu mwingine, inawezekana amekuuzi ndani ya miaka 10 iliyopita, miaka 6. Kuna familia bado zinateseka mpaka leo baada ya kukosa msamaha. Amani inaendelea kurudi moyoni mwako baada ya kuweza tu kuachilia. Nimeachilia, nimekuwa huru. Lakini zaidi sana, Roho Mtakatifu anaendelea kutenda kazi ndani yako. Hii ni baraka ya kipekee. Kama endapo utaweza kuachilia, utaweza kusamehe kwa watu ambao walikukosea. Hata katika maumivu yale makubwa ambayo inawezekana kwa mtu wa kawaida asingeweza kusamehe, angeweka kinyongo na kusema sitaweza kusamehe. Lakini wewe achilia. Achilia, muachilie huyo mtu. Huyo mtu ndiye ambaye amefunga baraka zako. Huyo mtu ndiye ambaye amefunga mabadiliko yako ya kiroho, ya kimwili, ya kifedha, ya kinini, mambo mengi. Usipende kwenda kufuatilia maswala ya kumtukuza Mungu tu, ili hali kuna watu ambao una mzigo nao. Ni heri ukaacha sadaka yako katika hekalu au ndani ya kanisa kabla ya kuliweka katika sanduku la sadaka, ukaenda kupatana kwanza na mtu ambaye upo na changamoto naye. Zaidi sana kuna safari ya wokovu inaendelea kwenye maisha yako. Kuna vitu fulani ambavyo tusipovifanya, kama kwenye issue ya msamaha. Manake msamaha huu tusipoufanya, moja kwa moja hata ule wokovu kwetu kwenye maisha yetu, kila inapoitwa leo, wokovu huwa ni neema ya kila siku kwenye maisha yetu. Kwa hivyo basi, tunapoachilia, tunapoacha kuto kumsamehe mtu, basi tunajifungia hii hali ya wokovu. Lakini zaidi sana, tunashindwa wenyewe kupokea hii baraka ya wokovu. Kwa hivyo tunapoachilia mtu, tunapoachilia kulingana na yale makosa aliyotutendea mtu fulani, basi tumejiwekea maisha ya kuwa na amani na kila mtu. Hakuna revivals yoyote bila msamaha. Hakuna baraka bila msamaha. Mimi wito wangu ambao ninaweza nikakuita leo, kwa wewe mtu ambaye inawezekana umetengwa na watu, inawezekana mtu amekufanyia makosa makubwa ambayo hautaweza kumsamehe. Watu wamepata changamoto nyingi. Wito wangu ni kwamba nimekuwa nikimshikilia moyoni sana mtu ambaye hakuweza kunisamehe. Wewe umekuwa ni mtu ambaye kwa namna moja ama nyingine kuna makosa uliofanyiwa ambayo unasema sitakuja kusamehe. Hayo ni maswali ambayo unapaswa kujiuliza kwenye moyo wako kwamba ni nani ambaye hajanisamehe? Ni kosa gani ambalo mimi sijalisamehe kwa mtu fulani? Msamaha kwa kweli ni ufunguo wa uhuru wako kwenye maisha yako. Marko 11 ule mstari wa 25, nanyi msimamapo kusali, sameheni ikiwa mna neno juu ya mtu yeyote. Hii yote ni kwa sababu ya kukualika tu uweze kumsamehe mtu fulani. Kuna watu wamepitia changamoto, sio siri, ni kweli. Unahitaji huruma ya Mungu, unahitaji neema ya Mungu ikusaidie kwa ajili ya kuweza tu kusamehe. Ombi la mwisho kwangu kwenu ni kwamba Baba wa mbinguni, ninakushukuru kwa kuwa kutusamehe sisi watoto wako kupitia Yesu Kristo. Leo ninaamua kusamehe wale wote walioniumiza. Natoa uchungu wote, hasira na maumivu mikononi mwako. Nijaze amani ndani ya moyo wangu, upendo na uhuru wa Roho Mtakatifu. Hii ni kwa jina la Yesu Kristo. Haya maombi ukiyaomba, endelea kuachilia ndani ya nafsi yako na utapata uhuru na amani. Mungu
na akusaidie sana. Wewe ambaye ni kweli umepitia changamoto, umepitia shida mbalimbali. Watu ni kweli wamekufanyia matatizo mbalimbali, wamekusimanga, wamekukejeli, wamekutukana, wamekusemea kwa watu vibaya, wanakuambia vitu hata ambavyo hauwezi kuvifanya au haukuvifanya. Ninakuombea kwa Mungu aendelee kukusaidia sana. Akupe ile huruma yake ya kuweza kuachilia kwa uharaka zaidi ili ukawe huru kwenye maisha yako. Tuombe. Tunakushukuru Mungu Mwenyezi kwa ajili ya siku hii ya leo. Umetufundisha kwa habari ya msamaha. Tunaomba huruma yako na neema yako ili tuweze kuachilia wale watu wote walioweza kutufanyia sisi changamoto kwenye maisha yetu. Katika hayo yote tunaomba huruma yako endelee kuwa pamoja nasi ili tuwaachilie wote. Tukae huru katika maisha yetu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.